Unataka nini? Sio nataka nini Mariam. Ile unachokifanya ndio sikielewi. Kwa sababu mimi nitegemea labda utafurahia mimi kumfukuza huyu mwanamke. Kwa sababu ndio kitu ambacho ulikuwa unakitaka. Lakini sasa cha kushangaza. Huyu aliondoka. Leo karudi bila kutoa taarifa yoyote ile. Badala tungeshikiana tumfukuze, mimi namfukuza, wewe unakuja unamtetea. Na unataka abaki hapa. Ndio nini sasa? Mbona mimi sikuelewi? Nisikilize kwa makini. Sio kwamba sina akili kufanya vile. Na maana yangu ya kumtetea yule mwanamke. Kwanza haina haja ya kumpiga, kukimbizana, sio kumfukuza. Mimi shida yangu nataka aendelee kubaki hapa hapa. Akibaki hapa najua ninachokitaka. Na kama mambo yangu yataenda vizuri, usiku wa leo ataondoka milele. Ataondoka milele? Unamaanisha nini? Wewe subiri, utaona. Flora. Mambo. Poa. Samani. Nimekaa kwa muda mrefu sana hapa nilikuwa nakusubiri wewe. Ila ngoja nisizunguke sana, nijitambulishe kwanza unifahamu. Naitwa Prince. Ila huko napokaa mtaani kwangu, watu wengi sana wanapendelea kuniita tajiri mtoto. Hii ni kutokana na mali nyingi ambazo nimeachiwa urithi na babangu mzazi. Kifupi tuna mali nyingi sana, na ndio maana watu wamenipachika hilo jina. Na kama unavyojua, ili mali zitulizane ni lazima nyuma yangu kuwe na mwanamke ambaye anavutia na ni mzuri na mwenye hekima pia. Kwa hiyo kwenye kutafuta kwangu mwanamke wa kutumia naye zile mali, nikaona wewe ndo unayenistahili. Na ndio maana natamani uwe mwanamke wangu. Kiufupi ni kwamba nakupenda. Natamani tufunge ndoa kabisa, tuzae na watoto. Kwa rangi yangu na rangi yako watoto tunaimaza kuwa wazuri sana. Na tutatumia nao vizuri sana zile mali kuziendeleza. Wewe kaka unachekesha sana. Yaani unatongoza hapa. Unachumbia hapa. Na ndoa hapa. Tena na watoto tutazaa. Uko faster sana. Nimekupenda bure kakaangu. Niambie. Ulijua kama nitapita hapa? Maana ulivyokaa hapa kana kwamba unanisubiri ulijua nitapita hapa. Swala la mimi kujua kwamba utapita hii njia, hii ni kwa sababu nimeanza kufuatilia kwa muda mrefu sana. Kwa nikawa nimejua kwamba hii ndio njia yako pendwa ambayo huwa unapita mara kwa mara. Na ndio maana nikawa nimekaa hapa kukungojea wewe. Labda nikuulize kitu kimoja. Unahisi unaweza kumsaidia Halima kwa njia hiyo? Unajua nilikuwa nakuchukulia kawaida. Kumbe una nguvu ya ziada. Yaani una uwezo kutambua mtu anataka kufanya nini hata kabla hajafanya. Uwezo huu umetoa wapi? Dada, kumbe unatoka? Natoka, naenda hapo tu mara moja. Twende wote nikusindikize. Hapana, usijali. Unajua tena giza hili naingia. Maana bwana mkubwa azia kukuta upo nyumbani, ikawa mtihani kama muda wote ulichofanyiwa. Unajua mimi nishajitoa kwenye ndoa yenu. Nataka niondoke niwaache kwenye amani. Ndio maana sitaki kabisa upate shida. Kwa hiyo wewe rudi tu nyumbani. Maana sije usiku kaingia hapa ukaja tena matatizo kama ya muda ule nikawaacha kwenye vita. Nashukuru tu kwa hilo. Naomba tu niende kwa sababu kuna sehemu naenda kukutana na huyo mtu kuhusu ile nauli yangu nilokuambia.
Kwa ndo naenda kuangalia. Usijali. Afu umeongea kitu dada. Yaani unajua Bakase siku za nyuma alikuwa ananikataza kabisa masuala kutembea usiku. Yaani alikuwa hataki kabisa. Yaani sasa hivi ngoja tu niende nyumbani. Yaani kama umejua ngoja nimwahi maana kinikuta tu usiku ataanzisha timbwili. Usijali, haya baadaye. Dada baadaye basi tutaonana. Yaani dada amebadilika jamani mpaka raha. Yaani nimempenda bure. Uwezi kujua kama mwanzoni tulikuwa kewenza. Yaani hata siamini jamani. Tanita. Kuna nifanyia hivi lakini mpenzi wangu. Unajua kabisa hapa nipo kwa ajili ya kupambania kumsaidia Halima. Kwa nini lakini unanifanyia hivi? Nikuulize wewe. Kwa nini unanifanyia hivi? Hivi uko serious kabisa unataka kumsaidia mpenzi wako wa zamani, Halima? Umejuaje kama Halima alikuwa mpenzi wangu? Au kuna mtu kakwambia? Nani kakwambia wewe? Unajisaulisha sana. Umesahau Umesahau kama mimi sio binadamu wenzako? Na siku niliyokokota nikaamua kukufanya wewe mpenzi wangu, nilishaisoma historia yako yote. Umejisaulisha na hilo? Tanita, naelewa sana kwamba wewe ni mwema na unapenda sana kusaidia watu. Vile vile sio kama mimi nimesahau ulikonitoa na mpaka hapa nilipo na mipango endelevu ambayo unaipanga juu yangu mizuri. Najua kila kitu mamangu. Na nipo hapa mimi kwa ajili tu ya kutaka kumsaidia Halima. Na swala la mimi kumsaidia Halima, sina dhamira wala nia yoyote ya kutaka kurudiana naye. Hapana. Ni huruma tu kwa ile hali anayoipitia. Nakumbuka wewe ndio mtu ambaye wago unanihusia mara kwa mara sana. Niishi na watu kwa wema, kwa uzuri. Nisaidie watu kama vile ambavyo ulinisaidia. Na ndio hiki ambacho unakifanya kwa Halima. Sio kama nafanya ili nimvutie tena arudi kwenye maisha yangu kama mwanzo, nianze kukusaliti wewe. Hapana mamangu. Kwa hiyo nakuomba sana niruhusu nifanye hili jambo. Nakuomba Tanita. Tanita mamangu. Kidogo yani nisikilize. Mtu mwenye ambaye nataka nichukue kitu ambacho cha kumsaidia Halima kwa haraka ni huyu hapa anayekuja ambaye ni Flora. Kwa nakuomba unipishe tu walau kidogo ili nizungumze naye nimshawishi anipatie kwa kitu ambacho yuko nacho ili niweze kumsaidia. Nakuomba sana mamangu, fanya hivyo. Tafadhali. Tanisa unafanya nini sasa? Mtu mwenye anakaribia huyo hapa, nakuomba basi mamangu nafasi moja tu nitumie vizuri. Tanisa nini sasa mtu mwenye huyo hapa jamani, sio wala mmoja. Tanisa unakuwa hivi lakini mtu mwenye huyo hapa mamangu. Tanisa nini sasa mamangu, mtu huyo hapa ilikuwa nafasi ni kidogo sana, ungeniacha tu ningemaliza hili jambo. Unakuwa hivi lakini nini sasa? Nafasi ilikuwa kidogo sana, yani ningemaliza mchezo jamani. Hello my customer. Uko wapi bwana mpaka saa hizi bwana? Ndoto umeniweka hapo unaniambia nakuja sasa hivi mpaka saa hizi. Uko wapi? Don't worry my friend, niko njiani nakuja hapa. Sema nini? Nilipata dharura mara moja nimeenda Zanzibar. Sema sio muda mrefu niko njiani nakuja hapo. Sasa wewe unaniambia tu umepata dharura umeenda Zanzibar. Ina maana wateja wengine unawahudumia kwa wakati. Mimi unaniweka tu, haunihudumii kwa wakati. Sasa nisikilize. Kama unaona vipi naomba nirudishie tu hela yangu. Maana mimi nimechoka sasa kusubiria. Nitika kata simu. Kumbe anadharau nikatia simu mimi. Na atanirudishia hela yangu. Kwanza uganga hapo kibao amejaa. Unafikiria ndo mganga yeye peke yake?
wengine wametoka Sumbawanga huko, wengine wametoka Tanga huko, waganga wazuri. Nashangaa hata na mimi ni kitu gani namng'ang'ania muda wote na bembeleza. Tampiga chini hivi punde, wewe tulia. Nitasubiri hapa mpaka saa ngapi? Mtu anakera kama nini? Mtu mwambie ukweli bwana, njoo muda fulani. Mtu anakuelewa. Njoo saa 2, unakaa saa 2 mpaka saa 8 umeganda tu. Nilikuwa Zanzibar. Na maana watu wa Zanzibar ndio wanahela sana kuliko mimi au. Sasa unaficha nini huko? Wasemaje? Unaficha nini? This is my car. Naficha ongo wangu. Hivi unajua unanikera sana wewe. Kwani unanizungusha kila siku? Mara hivi, mara hiki, mara hiki. Mimi unajua sipendi. Yaani unajua najuta sana kufanya biashara na wewe. Ningejua hata ningeenda hata kwa mtu mwingine. Mtu unanisumbua tu. Si uniambie tu ukweli kama iwezekani. Kuliko unavyonizungusha hivi. Au unaleta na maiti yako na amegoma kutoa dawa. Haya niambie umekuja na lipi leo? Unaongea sana. Pakataka. Una nini? Laiti kama ungejua nafasi ninakupa katika maisha yangu, hata siku moja usingeichezea. Nina kazi nyingi za kufanya. Nina wateja wengi. Watoka kila sehemu. Kongo, Kenya, Uganda, Tanzania, na Afrika na Mashariki yote wanaangalia mimi. Hivyo wafikiri mimi ninakutibia peke yako tu? Kama ulikuwa hujui Mariam, nakupa surprise leo. Good news. Mimi nawatibia mpaka mawaziri, wabunge, wote wanitegemea mimi. Lakini wewe nafasi ninakupa unataka kuichezea. Ona siku ya leo. Si siku yangu ya kazi. Leo tuko ni off. Lakini niko Zanzibar, nimekula zangu suti, nafanya mambo yangu, njiani narudi, wanipigia simu unaongea sana. Mpaka nataka nipate ajali. Ningekufa. Hiyo dawa ungepata vipi? Kudadek. Dawa nimeacha Zanzibar nini? Hii hapa. Sasa nasikiza kwa makini bwana. Nimekupa hiyo dawa. Hakikisha unaenda kuweka katika kizingiti cha mlango ambacho anaweza kukivuka. Akivuka tu, shughuli yake itakuwa imekwisha hapo hapo. Na hiyo dawa, baba yake anajifanya bingwa kutibia uchawi. Hakika hatojua kitu gani kichomwa mwanae. Baba, kuna kuelekea sasa nitakubloki. Nakwambia kabisa, maana unaongea vitu ambavyo havina kichwa wala miguu. Sijui unaongea kitu gani. Unaongea maneno ambayo hayaeleweki. Kwa nini namzungumzia dada watu vibaya? Nimeshakwambia dada wa watu ameshabadilika. So yule wa zamani unayemjua wewe. Sasa hivi tunaishi vizuri, tuna amani. Lakini muda wote unamweka mdomoni mtoto watu, unamzungumzia hadi lini baba? Mtoto watu sasa hivi kashabadilika tena. Sasa kitu kingine ambacho ameniambia, muda si mrefu anaondoka, anaenda huko alipokuwa anaishi. Anasubiri tu atumiwe nauli alafu aondoke. Kwani uelewi baba? Unanichosha bwana. Kelele Dori. Tena kelele, sitaki kusikia kelele zako. Usinipigie kelele. Sijakupigia simu ili nibishane na wewe. Sina muda wa kubishana. Ila ninachokwambia, mambo ninayoyaona mimi ni mambo makubwa ya kutisha ambayo wewe huwezi kufikiria wala kudhania. Nishakwambia macho yangu yanaona mambo makubwa, mambo mazito. Hayaoni kama macho yako yanavyoona. Wewe unaona hapa tu karibu, lakini mimi naona mbali. Sasa sikiliza. Ninachokwambia kwa sasa ni kwamba huyo mwanamke hajabadilika. Hisia zangu zinaniambia kwamba hautafika siku ya kesho. Baba, inatosha. Inatosha. Kwa nini unataka kujichumia dhambi ambazo hutaweza kuzitubu? Kwa nini? Nimeshakwambia
huyu mwanamke anataka kuondoka, anasubiria tumwe tu nauli yake aondoke. Sasa kama unasema anataka kuniua, angeondoka, si angebaki? Lakini kwa nini yupo kwenye maandalizi ya kuondoka? Ni kwamba hana shida yoyote na mimi baba. Hata kama alikuwa mbaya, ilikuwa ni mwanzo, sasa hivi ameshabadilika. Kwa nini uelewi baba kila ninavyokuambia? Hata hivyo baba, mimi nimeshakuwa mtu mzima sasa hivi, najitegemea na maamuzi yangu. Usipende kuingilia nyumba yangu, usipende kuingilia ndoa yangu baba. Na najua uwezi kabisa, tangu mwanzo wewe ulikuwa upendi mimi niolewe kwenye hii familia. Ndiyo. Yaani kuingia huyu mwanamke hapa umekuwa kama ndo umepata sasa sababu ya kunitenganisha mimi na mume wangu. Baba, mimi ndoa yangu ninaipenda na ninampenda sana mume wangu. Mimi sijapenda bwana maneno yako eti anataka kuniua. Kwa nini kila siku umekuwa king'ang'anizwa hili jambo? Nakwambia lakini bado uelewi. Sijui unataka nini baba. Sasa sikia baba, nikwambie kitu kimoja. Ukiendelea kunifatafata na ukiendelea kuongea vitu ambavyo havina mbele wala nyuma, nitakubloki. Sitajali kama wewe ni baba yangu. Nakata simu. Wewe ndio umepiga, nimepiga mimi. Toto siku hizi bwana. Binti yangu, tamu yangu. Na kuacha ila kwa lolote litakalo kukuta mimi sitahusika. Na hata ikitokea umekufa sitokuzika. Inakufunga kiza cha moyo wa mama kijawahi kuwa kizito hivi.